Bwana, as you know, my wedding day always tunahakikisha kwamba kila event inatokea, kila kinachofanyika tunakava mwanzo mwaka mwisho. Lakini pia tunapata nafasi ya kupiga story na vendors. Leo tuko na MC. MC, mambo vipi? Safi kabisa bro. Bwana, huyu ni MC Gondo, lakini sio tu MC, pia ni designer ambaye ni professional. As you can see, kuanzia tu leo amedress, anaonekana leo ni designer. Bwana, unaonaje mapokeo ya Dodoma? Kiukweli Dodoma mapokeo yake ni mazuri, lakini kuna kitu ambacho nimependa. Karibia ukumbi mzima umetoa zawadi. Yaani karibia ukumbi mzima umetoa zawadi. Ndio maana unaona sehemu kubwa tumekava imekuwa ni zawadi. Umeona ya sherehe nyingi unakuta wanaotoa zawadi waga ni watu wachache baadhi. Lakini muitikio wa zawadi kwenye hii shughuli, tathmini ya chap naona imeenda vizuri sana. Ni moment gani ambayo ilikuwa nzuri sana ya kuvutia sana usiku wa leo? Entrance ya maharusi ilikuwa nzuri, energy yake ilikuwa poa sana, lakini pia cooperation ya kamati imetoa ushirikiano mzuri ambao umenifanya mimi nimekuwa comfortable sana. Kwenye dress code leo umezingatia nini sana? Maana kuna red, kuna white fulani, yani umezingatia nini sana? Tumezingatia tarehe 14. Hivi kusura sana rangi za ukumbi. Of course ujue unapokuja kwenye sherehe mimi huwa napenda kuwauliza maharusi kwanza, maharusi wanavaaje, ili nisije nika contradict. Sometimes unajua unakuja ukumbini umevaa suti ya blue, bwana harusi naye kumbe kavaa blue. Kwa hiyo napenda huwa kufahamu maharusi wamevaaje kwanza, ili nijue mimi nakuja nimevaa vipi. Ila pia rangi zinazopambwa ukumbini, theme yake ikoje. Kwa hiyo mimi niliuliza, wakaniambia wanapamba some sort of red na nyeupe na vitu kama hivyo. Lakini pia ukizingatia leo ni Valentine. Kwa hiyo nikaona nisiweke red yote, basi tuweke tu at some point basi. Umeongelea Valentine, lakini sio kuona Mungu sana na mama. Vipi? Sasa zimekuja kazini. Ni nini ni kitu gani kinatofautisha MC Gondo na MC wengine? Nafikiri kinachotofautisha mimi na MC wengine ni mimi hapa. Hicho ndio kitu kikubwa. Yaani nikimaanisha kwamba binadamu tuko tofauti. Kwa hiyo kitu utakachokipata kwangu mimi pengine usikipate kwa mtu mwingine, utakachokipata kwa mtu mwingine pengine usikipate kwangu mimi. Nafikiri hiyo ndo point kubwa, yani kuna utofauti. Tukimhitaji MC Gondo tunampataje? Through Instagram mostly watu wengi wanapata huko, lakini pia wateja wangu wengi nawapata ukumbini mara nyingi. Kwa mfano kama hapa tu leo Dodoma, namba nishatoa ni za kutosha. Umeona Kwa unakuta kazi unavyoifanya inajiuza hapo. Kwa unapata Instagram, unapata on stage kama hivi unavyoperform, lakini pia unapata recommendation za maharusi, yani wateja wako na kurecommend kwa wateja wajao wapya. Neno lako moja kwa MC underground au wanaotaka kuwa MC wadogo sasa? Neno moja kwao. Mimi nafikiri ujue kazi. Okay, tuna check sasa, tunaongea na MC anayekuja. Upcoming MC. Nafikiri invest sana kwenye kujipa thamani.